Habari mpendwa mtazamaji, popote pale ulipo katika ufuatiliaji wako wa chaneli hii ya Aisha's Food. Leo nimeweza kuwaleteni jinsi ya kupika mboga tamu sana ya cabbage ama cabbage. Katika sufuria nimeweka mafuta kiasi, nitaacha mafuta mpaka yapate moto. Baada ya hapo nitaweka vitunguu maji viwili ambavyo nimevikatakata na nitachanganya vizuri, kisha nitaweka kitunguu saumu kijiko kimoja kidogo cha chai. Nitaendelea kuchanganya kama hivyo ambavyo inaonekana, na baada ya hapo nitaweka kabichi nusu ambalo nimeliosha na pia nimelikatakata. Vilevile unaweza ukapata kabichi ambalo tayari limeshakatwakatwa masokoni, ama unaweza ukanunua kabichi zima ukafika nalo nyumbani ukaliosha vizuri na ukalikatakata kama hivyo. Hapo nitachanganya kiasi, kila kitu kichanganyike vizuri. Kisha nimeongezea binzari ya njano kijiko kimoja kidogo cha chai. Nimeweka binzari ya njano ili kupata rangi nzuri sana ya kabichi, na kama tunavyojua wengi wetu, binzari ina faida gani katika miili yetu, na pia inasaidia chakula kuwa na rangi nzuri na pia kuwa na harufu nzuri ya kupendeza. Nitachanganya kidogo kama hivyo, na kisha nimeongezea chumvi, na katika chumvi unaweka kiasi chako kile ambacho unataka. Chumvi haitakiwi kuzidi sana na pia isiwe ni chufu sana, yani isiwe ni ndogo sana. Inatakiwa kabichi liwe na ladha ya chumvi. Baada ya hapo nimeweka nyanya mbili ambazo nimeziblendi, nitachanganya kidogo. Halafu nimeweka karoti ambazo nimezikatakata kwa dice, na pia nimeweka nyanya ya mkebe vijiko vitatu vikubwa vya chakula. Nitakoroga vizuri, halafu nitaacha kabichi lipate kuchemkia kama hivyo. Lengo ni kukausha yale maji ya nyanya ambayo nimeweka mwishoni kabisa hapo. Baada ya hapo basi nitaweka pilipili kwa ajili ya kuleta harufu, lakini sitoipasua, na nimeweka pilipili hizo nyekundu. Unaweza ukaweka pilipili zile ndogo za kijani, pia inakuwa ni sawa, inakuwa mboga yako ina muonekano mzuri zaidi wa kuvutia. Na hapo nimeweka pilipili hoho rangi zote tatu. Kama ni mara yako ya kwanza kukutana na chaneli hii, na kusihi ndugu yangu usisahau kusubscribe, kulike, kukomenti na kushare na marafiki, bila kusahau matangazo ya mdomo kwa ndugu jamaa na marafiki, na wakaribisheni sana. Hapo nitaacha kabichi lipate kuiva vizuri na pia maji yapate kukauka na kuwa kavu, na kama hivyo ambavyo inaonekana kabichi liko tayari limeiva vizuri, limelainika vizuri. Hakikisha kabichi lako limekuwa laini na lisiwe gumu, sababu hii ni mboga na sio saladi. Kwa hiyo baada ya hapo nitachukua bakuli, nitaweka mboga humo ndani kama hivyo ambavyo inaonekana. Kisha mboga ya kabichi iko tayari. I hope utajaribu hii recipe na utaipenda. Bye.